Kwenye ligi mabingwa lazima umheshimu kila mtu. Ukiingia kimazoea utafanywa vibaya tu. Utafanywa vibaya. Kuna watu hawana majina makubwa lakini wanakufanya vibaya. Na tumeshaona watu wamefanywa vibaya. Kwa hiyo ilikuwa lazima na sisi unamuona nani Orlando Pirates amekula chuma 3 Kongo jana. Kwa hiyo uone ya kwamba ukiingia kimazoea unachezea mdude kweli kweli na unapata tabu kweli kweli. Kwa hiyo sisi tulimtazama huyu bwana Nsingizini na tukasema wacha tumchukulie mithili ya mpinzani mkubwa ambaye tunakwenda kukutana naye. Lakini kama haitoshi, ukimwangalia kwenye record za CAF hayupo, ni timu geni. Ukimwangalia sio kwenye ranki, sio kwenye nini, ni timu geni, lakini haiondoi ukweli ya kwamba ni timu nzuri kweli kweli. Na ndio timu ambayo inatisha vibaya mno kule Eswatini. Kwa hiyo tukasema tukimchukulia kawaida, tukiendelea kujivunia ya kwamba sisi ni namba 5 Afrika, atakuja kutuvua taulo ukweli huyo. Twendeni tukapambane naye mithili na kwenda kupambana na mkubwa mwenzetu. Tukamheshimu, tukafanya maandalizi yote makubwa na hatimaye discipline ambayo tuliwekeza kwake ikaweza kutulipa na hatimaye tukamfunga mabao 3. Kwetu wana Simba ni faraja na furaha kubwa kweli kweli. Lakini jambo ambalo mimi limenitisha sana ni Mwalimu Pantev kusema ya kwamba hajafurahishwa na performance ya timu yake. Wakati sisi wengine tukiwa tumekosa usingizi jana tunashangilia mwanzo mwisho. Tumezunguka Eswatini nzima kushangilia jana. Mwalimu anasema yeye hajaridhishwa. Nikawaza kama mwalimu hajaridhika na hii performance ambayo sisi tunaiona ni beta, atakapokuja kuridhika huyu mwalimu tayari kuna watu watakuwa wamesha kufa muda mrefu sana. Kuna watu watakuwa wameshaangamia pakubwa mno. Atakuwa ameshaleta maafa makubwa sana hii Afrika. Atakuwa ameshasababisha vita 3 ya dunia ya kimpira. Atakuwa ameshafanya ukatili wa kiwango cha hali ya juu sana. Kama pale mwalimu hajaridhishwa na performance. Na nini kinashtua zaidi? Mwalimu hashangilii. Yani kama vile hana bandama. Goli la kwanza limefungwa, watu wote tukaruka majukwani. Yaka anaona kawaida tu. Goli la pili limefungwa, watu tukashangilia vibaya mno. Yeye wala hata jitikisi. Goli la 3 limefungwa, hala. Baada ya mechi kuisha akapiga makofi 2 tu. Alafu akaambia vijana tuondokeni. Sasa huyu mtu ni hatari. Sijagaa kocha Minuno. Nilikwambieni. Wanaume wana mikazo. Wanaume hawanuni. Mmeona tofauti ya minuno na mikazo. Sisi kocha wetu ana mikazo. Sijui umeelewa Ni gangster yule. Sasa kile kitendo kusema kweli kimeniogopesha vibaya. Kimenifanya hata nianze kuwaonea huruma wanaokuja mbele yetu. Tafsiri yake ni kwamba bado mwalimu hajaipata Simba anayoitaka. Yani wakati sisi huku tunakesha na vigelegele ya kwamba Simba yetu tumeipata, mwalimu bado Simba yake hajaipata. Sasa hili ni balaa kubwa sana na sisi tunamwombea dua aendelee kuitengeneza Simba iliyokuwa thabiti na bora zaidi. Msemaji, umekutana na ndugu zako hapa, naona mmefika kwa pamoja. Nasema umemnyanyasa sana. Alisema umemcheka sana akasema mimi wala hata sishughuliki na mambo. Alisema umempelekea moto sana ndani. Mimi hata sishughuliki na mambo. Kwani wao ni sasa hivi? Ni wao. Umechukua sasa hivi? Wao. Naona na Swaiba kalalamika sana umempelekea moto. Ni wao waliovaa kijani. Mimi nilijua ni chama tawala. Wanatoka kwenye kampeni, sikujua kama ni wao. Sijawaona matokeo yao. Nimeyapata kaka. Mbona kizuri? Sio jambo la kuchekesha. Lakini si ndio dua zako? Zimetimia. Zimeanza kujibiwa. Maana ulisema unataka mbakie peke yenu. Sasa tusimalize maneno. Tusimalize maneno.
Wamemfukuza nani? Foil. Hajarudi kabisa na timu. Nguo zake. Wamerudi wao. Wamemsafirishia. Mimi kwanza nataka tuulize watu wa diplomasia. Inaruhusiwa kumfukuza kazi mwajiriwa wa Tanzania ukamfukuzie kazi Malawi? Yaani nataka nijue kidemokrasia hiyo, kidiplomasia hiyo imekaaje? Na nyinyi nisaidie kuuliza wataalamu wa diplomasia. Mtu kaajiriwa Tanzania, ajira yake iko Tanzania, vibali vya kazi vyake viko Tanzania, alafu anakwenda kufukuziwa kazi Malawi, inaruhusiwa kidiplomasia? Ni kama ulikuwa unamtetea sana Foil ni mtu mzuri. Amefanya kama mbuzi wa kafara. Foil kama kweli amemwonea. Ni best coach. Ni kocha wa maana kweli kweli. Kocha na vyeti vingi, kuipanga kutoka hapa airport inafika mpaka Kisarawe. Vyeti vya kusoma baba. Lakini amemwonea maskini ya Mungu. Mimi nitaka wabaki naye mpaka washushe daraja. Ahmed, mchezo uliopita wa kimataifa Simba wamekosa mashabiki kwenye uwanja wa nyumbani. Mchezo huu wanakuwepo mashabiki kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Pengine unawaambia nini kuelekea kwenye mchezo? Swali muhimu sana. Mechi iliyopita dhidi ya Gaborone tulikuwa tukitumikia adhabu ya kutoingiza uwanjani mashabiki. Adhabu inaumiza sana hiyo. Adhabu inakera kweli kweli hiyo. Lakini mechi ya pili. Yes, na ni mechi ya pili exactly. Ni adhabu ambayo inaumiza sana 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 sana. Hasa kwa sisi ambao tunajivunia kuwa na mashabiki imara na mashabiki bora kweli kweli. Sasa tunaelekea katika mchezo wetu wa tarehe 26. Kwanza adhabu yetu imemalizika. Hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hii ni kusema ya kwamba mechi yetu ya tarehe 26 mashabiki tunaruhusiwa kuingia kama kawaida, na kesho tukiamka salama tutatangaza viingilio na utaratibu mzima wa mchezo huo. Pamoja na kwamba ujumbe huu nitaurudia tena kesho, lakini ninausema tena hapa sasa hivi. Wana Simba tujitahidi, wana Simba tuachane na tabia ya kufanya vitendo visivyokuwa vya kiungwana katika mechi zetu. Zinatuathiri kweli kweli. Tujitahidi tuwe waungwana, tufanye yale yote ambayo yanatakiwa na tuachane na yasiyotakiwa. Na kila mmoja dada wasinzia. Mwe mnalala. Kama mnaota mnasubiri tu niambie hivi. Au macho yako ya kulegea? Anarembua. Na jicho nalo. Wana Simba tujidhibiti wenyewe kwa wenyewe tunapokuwa katika michezo yetu. Ukimwona mtu anawasha zile fireworks, ukimwona mtu anataka kuruka uwanjani, tumdhibiti huyo mtu. Lakini nipende kutoa angalizo moja. Kuna watu ambao sio wana Simba wanaingia kwenye mechi zetu na kufanya vitendo hivyo vya kihuni kwa lengo la kuchafua brandi ya Simba Sports Club. Tunarudia kwa kusisitiza ya kwamba watu hawa walichofanya kinatosha. Kuanzia sasa kwenda mbele hatutamfumbia mtu macho. Hatuko tayari kuona brandi yetu inachafuliwa, na hatuko tayari makosa ya mpuuzi mmoja yanaathiri mashabiki wote wa Simba kuingia uwanjani. Yeyote atakayefanya hivyo kwenye mechi yetu yoyote kuanzia hivi sasa, kabla ya kufika kwenye vyombo vya dola, tutaanza naye sisi wenyewe Simba Sports Club. Tusilaumiane. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, mengi tutazungumza kesho kwenye mkutano. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha kesho saa 7 kamili mchana katika makao makuu ya TFF. Tutakuwa na mkutano na nyinyi waandishi wa habari kuelezea mipango yote kuelekea katika mchezo huu. Swali la mwisho kama lipo, wewe mzee, hiyo jezi ni ya zamani vibaya mno. Fanya maarifa ununue jezi mpya. Sawa bwana? Fanya maarifa. Hiyo jezi yani tena sio mwaka jana wala sio mwaka juzi. Mwaka huo
fanya maarifa ununue mpya baba. Sawa? Tumeelewana baba? Mtani gani? Kwa sasa siwezi kuzungumzia. Simba Benjamin Mkapa ni machinjio. Ni wazi Nsingizini wanakuja kwenye tanuri la moto. Wanakuja kwenye tanuri la moto, lakini it won't be easy. Lazima tuwape heshima yake. Tumewafunga jana, lakini walichachatika wakati fulani, wakajaribu kutupelekea pumzi ya moto, lakini tukaweza kuiabsorb, tukawarudishia wao wenyewe. Sisi tarehe 26 tunasahau matokeo yote ya tarehe 19. Yaani tunaingia Benjamin Mkapa bila. Tunakwenda kutafuta matokeo mapya, na wanasimba wasahau matokeo ya 3-0. Hii mechi inaanza upya ili itupe motivation kwanza ya kuja uwanjani, lakini pili kutupa kuwapa wachezaji wetu ari ya kupambana zaidi. Tukiingia na confidence ya kwamba tuna bao 3, inaweza ikawalemaza wachezaji wetu na ikatulemaza mashabiki. Sisi tunaingia pale Benjamin Mkapa hiyo siku mithili ya mnyama ambaye hajala siku 8. Yaani ana kiu na ana njaa kweli. Hatuhesabu 3-0, tunahesabu bila. Tunakwenda kutafuta magoli mapya ya kutupeleka hatua ya makundi. Itakuwa si yake kubwa kuzungumzia Kibu Dennis Kibu Dennis Prosper Mkandaji, na hii ndio michuano yake Kibu Dennis. Alifanya hivyo msimu uliopita na Al Masry wale ama Tripoli. Wale ni Sfaxien. Kuna mechi moja alipiga 2. Mechi gani ile? Sfaxien. Kuna mechi moja alipiga 2. Kwa hiyo ndio Kibu Dennis Prosper. Mechi kama hizi ngumu lazima ataonesha tu makocha yake. Ameshazoea kufanya hivyo. Ni mchezaji ambaye ana ubora na kiwango cha hali ya juu. Jana ameingia second half, ameonyesha uwezo mkubwa. Ni hazina yetu wana Simba kweli, na ni jukumu letu wana Simba kumtunza na kuendelea kumtia moyo aendelee kuipambania Simba yetu. Ujumbe wangu wa mwisho kwa wana Simba ni kwamba mechi hii tunatakiwa kujaza Benjamin Mkapa. Yaani hiyo haina mjadala. Asitokee mtu akaidharau hii mechi ya kwamba tayari tumeshashinda bao 3. Hapana. Twendeni kwa wingi Benjamin Mkapa. Twende wote Benjamin Mkapa. Twende tukaifurahie Simba yetu. Kwa muda mrefu tulikuwa tukipiga kelele tunataka Simba ya aina hii. Simba ya aina hii tumeshaipata. Kwa hiyo kila mwana Simba aje Benjamin Mkapa siku hiyo. Lakini twendeni kwa pamoja tukaipeleke Simba yetu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini twendeni kwa pamoja tukamuone meneja mkuu Dimitar Pantev. Wana Simba hatujawahi kumuona Dimitar Pantev macho kwa macho. Tangu amekuja hatujawahi kumuona zaidi ya kumuona kwenye picha tu. Sasa twendeni tukamkaribishe Pantev, tumkaribishe Benjamin Mkapa, tumkaribishe Tanzania, aje kutane na wana Simba wenye mahaba na mapenzi tika. Aje ajionee timu ambayo ameichagua kuifanyia kazi. Kwa hiyo nitoe rai yangu, wana Simba mechi hii tuichukulie kwa ukubwa wake. Kila mwana Simba aje Benjamin Mkapa siku ya tarehe 26. Halafu tunakwenda uwanjani tunaenjoy. Tunakwenda uwanjani huna wasiwasi wa maisha, unakwenda uwanjani una furaha, unakwenda uwanjani una raha, unakwenda uwanjani unajiamini, unajidai, sijui benelewe. Hauendi mshakutazama movie ya Escape from Sobibo. Vile watu wanapopangwa mstari wanaingizwa kwenye tanuri la moto. Mmeona wanapokuaga na wasiwasi. Sasa kuna watu wanakwenda kwenye mechi zao namna hiyo. Wana wasiwasi. Sisi tunaenda uwanjani tunajitanua. Tayari tuna mtaji mkubwa, lakini achilia mbali mtaji tu. Una uhakika timu unayoenda kuiangalia ambao ni Simba Sports inacheza mpira mkubwa. Sasa kwa nini usije uwanjani?